Maana amesema katika ile Yohana 8:31 kwamba ukishika neno lake utakuwa mwanafunzi wake kweli kweli, utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Nisomee dada. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu. Nyinyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Na kweli itawaweka huru. Kwa hiyo hapa tunapokaa hakuna muujiza. Muujiza ni wewe uifahamu kweli kuweke huru. Muujiza ambao unautarajia hapa ni wewe uifahamu kweli na kweli hiyo ikuweke huru. Sasa kweli hii ambayo tunayozungumza, nakwambia hapo tunaongea habari ya Bwana Yesu akasema, mimi ndio njia na kweli na uzima. Yeye anasema utafahamu kweli na kweli itakuweka huru. Na nafikiri ni Herode aliuliza kweli ni nini? Akasema mimi ndio njia na kweli na uzima. Kwa hiyo hapa anasema hiyo Yohana 8 kwamba itafahamu kweli na kweli itakuweka huru. Ina maana utamfahamu yeye na yeye atakuweka huru. Katika Hosea 6:3 inasema kwamba na tukaendelee kumjua. Anasema Hosea 6:3, nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshavyo nchi. Okay. Unganisha na Efeso 3:18. Efeso 3 mstari wa 18, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina kujua upendo wake Kristo. Jamani, mko hapo wapenzi? Amen. Hiyo anakueleza jinsi unavyotakiwa kumjua, upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Yaani usimjue kijuujuu, haitafaa. Ndio maana nimekuambia kwamba hii habari ya kupambanua mwili wa Kristo tumeiongea, ambayo ni sehemu ya 3 leo. Hiyo ni sehemu moja katika mafundisho 8 inayomhusu huyu. Ina maana tukiachukua yote 8 haya tutafika Christmas, itatukuta bado tuko hapo, kwa sababu habari ya kupambanua mwili imeshachukua masomo siku 3 sasa tunaendelea nayo, na hiyo ni moja katika 8 zinazomhusu huyu.